msichana na miaka 30, nipo kwenye ndoa na mume wangu ana miaka 37. Tuna miaka 10, ilikuwa ni ile sokezani tukae, tukapata mtoto mmoja wa kiume. Lakini 2022 tulifunga ndoa rasmi kanisani. Wote tuna kama miaka 4 hivi kwenye ndoa ya kihalali. Ushauri wangu naoomba, sijajua mume wangu ana tatizo gani. Mume wangu yeye ni bodaboda, dereva bodaboda, mimi ni mwajiriwa sekta binafsi. Mwenzangu amekuwa na shida ya kwenye hela. Unapomwambia kitu masuala ya hela, kutoa matumizi ya nyumbani, anakuambia sina hela, bodaboda haina hela, sina hela, bodaboda haina hela. Mwanzo niliposhirikisha wazazi wangu, waliniambia nishirikishe ndugu zao, niwaambie shida ya mwanao. Kweli nilifanikiwa, nikaongea na kaka yake, mke wake ina maana. Nikaongea naye, wakamuita, wakamsema, akaahidi kubadilika. Hiyo tulitana, hiyo ni kama mwaka hivi umeshapita. Kwa hiyo alibadilika ndani ya muda mchache sana, lakini tena karudi kule kule. Mwenzangu swala la hela, ukimwambia kitu chochote anakwambia mimi sina hela. Mimi ndo nahangaika, ndo tupo kwenye ujenzi pia, tuna miaka 3, mimi ndo najenga, lakini mimi pia ndo najua masuala sio ya mchele, unga, vyakula ndani, mimi ndo nafanya. Kitu ambacho yeye hufanya mara kwa mara, ambacho ndo anakaa anajisifia tu tupadia na baba, mbona nimefanya hivi, yeye ni anaingizaga umeme labda kwa wiki 5. Tuna matumizi kidogo makubwa umeme kwa sababu tuna kisima, tumechimba kisima. Kwa hiyo tuna pampu, kwa hiyo umeme huo unaenda kidogo kwa wingi kwa sababu ya kuvuta maji. Kwa hiyo angalau kila wiki tunatumia umeme kama 5,000 au 7,000 hivi. Kwa hiyo na tanunua labda vitu, nyanya, mboga, vitunguu, ndo hivyo basi vitu anavyonunua. Lakini hata ada kwake anakwambia mimi sina hela. Mtoto wa kwanza anasoma shule za English media. Kwa kawaida kwa mwaka ni milioni 2 huko na 5. Kwa hiyo kwa semester ni 500,000. Kwa hiyo huwa nahangaika mwenyewe, nalipa ada, nahangaika mwenyewe, watoto wangu nahakikisha wamevaa, wamekula. Huyu sasa hivi ana miezi 6. Nimejifungua mtoto ana miezi 6 wa kike. Kwa hiyo karibia vitu vyote nahangaika mimi. Na sasa hivi ukiangalia huyo miezi 6, kama unavyojua sekta binafsi, miezi 3 tu niliambiwa nianze kuingia kazini, lakini pia ninatakiwa niingie saa 1:30, natoka saa 1 au saa 12, nategemeana na kazi itakavyokuwa. Kwa hiyo inajilazimu mtoto atumie maziwa ya kopo. Lakini pia kama unapojua sasa hivi mambo ya utandawazi, mtoto kumwachia mtoto wako afu anamvalisha nepi ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kila wiki na budget ya kuweka 15,000 ya diapers na budget ya kuweka 30,000 na maziwa ya lactogel. Kwa hiyo kwa wiki huyu mtoto anakula kama 50,000, lakini yeye ukiachana na huko, basi nilikuwa na mimba hajanihudumia, nimekaa ndani hajanihudumia, basi sasa hivi hata mtoto amnunulia hata socks, amnunulia hata maziwa kopo moja, hajawahi kufanya kitu kama hiko. Lakini nje yuko proud, ni mtu wa kujisifia, ni muhaya. Sasa sijui na kabila nao yanachangia hapo, sielewi, lakini ni mtu pia wa kujisifia uko nje. Sasa nilipokaa na ndugu zao wakamsema, akabadilika, lakini tena akarudi tena kule kule. Nikajaribu kuomba ushauri kwenye sehemu fulani, wakaniambia huyo achana naye, wewe kuwa tu makini, angalia, hakikisha watoto wako wanakula vizuri, hakikisha watoto wako wanavaa vizuri, wewe unavaa vizuri, wewe na maisha yako vizuri. Sasa nimejaribu kufanya hiko, ndio kitu ambacho kimeniumiza kabisa. Nikitolea mfano, semester iliyopita mtoto alitakiwa awe na 500,000 ya ada, akasema hana. Nikajaribu kudanganya, nikajifanya kama nimekoba ili afanyaje, anipe turejeshe. Yeye atoe 2,500 na mimi nitoe 2,500, tukakubaliana hivyo. Lakini cha kushangaza, ada ni ukipiga hesabu ada imelipwa mwezi wangapi huko sijui. Akaanza, nikamwambia basi iwe rahisi, uwe kila siku unatoa 10,000. Kila siku unatoa 10,000. Kwa siku 5 utoe 50,000. Kwa kila wiki unanipa 50,000 na maana ndani ya wiki 5 unakuwa umemaliza 2,500 na mimi nimemaliza 2,500, tumempa mwenye anaotudai deni, tukakubaliana. Lakini cha kushangaza, akawa wiki la kwanza akatoa 40,000, wiki la pili akatoa 50,000, wiki la tatu akatoa 40,000. Basi ukimwambia ni shida, anakuambia mimi sina hela. Nakumbuka pikipiki alionayo sasa hivi ni ya kwake, mwanzo ilikuwa ya mkataba. Kwa hiyo huko nyuma akawa anasema sijui natakiwa na marejesho, mambo ni mengi, mimi sina hela. Sasa hivi hana, ni mwaka jana nimaliza mkataba. Kwa sasa hivi hana mkataba, hana deni lolote. Lakini ukimwambia anakuambia sina hela. Ukimwambia basi toa hata 5,000 anakuambia sina hela. Hasa juzi nikamwambia nimwambie ukweli kwamba nimechoka.
hii tabia nisharipoti kwenu, wakakusema ukaidi kubadilika. Kwa nini tena unairudia? Mimi kila siku wakuvumilia. Mimi ndo nilipe ada ya huyu mtoto, huyo mkubwa. Mimi ndo huyu kila wiki huyu mdogo ananiangalia. Bado mtu anaokaa naye natakiwa ananiangalia nao. Lakini pia mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya watoto 6. Nyumbani nao wananiangalia. Wazazi wangu sio matajiri, ni watu wa chini, na wenyewe pia wananiangalia. Wewe mwenyewe pia unaniangalia. Kwa sababu nakumbuka hata Pasaka tuligombana na wanunulia wadogo zangu nguo, akanuna akasema kwa nini Esi mnunulie. Kwa mpaka yeye nikamnunulia ndo tukakaa vizuri. Nikamwambia maisha tutaenda mpaka lini? Au maisha tutafanya hayo maisha mpaka lini? Nimeshakupa option kwa wiki toa 10,000. Siku 5 tu, fanya kazi siku 5 tu. Unanipa 50,000. Mimi ni bajeti, nijue nafanyaje, mimi ndo nitaangalia nafanyaje. Lakini wewe kila kitu una hela. Ukitoa hiyo hela umeme ya wiki, basi usiguse wiki nzima. Ukiambiwa tu kitu, nimeshalipa umeme. Wiki nzima jamani, matumizi ni 7,000 mwanaume. Mimi kila kitu kinaniangalia. Sasa nyingine hata umeme anakuambia sina mimi hiyo hela, nikopeshe. Ukimkopesha ina maana ndo hairudi. Ukimwambia tu anakuambia unamdai mume wako. Yani nimechoka kaka, nimechoka. Hasa juzi nikabidi nimwambie, nikamwambia angalia ratiba ninayopiga mimi. Kila siku, angalia watoto wananiangalia, ndugu zangu wananiangalia, wadogo zangu wananiangalia. Sijui huko ada ya shule, bado tuna ujenzi. Nyumba imefika karibia milioni 20, 25 au 30 nikipiga hesabu haraka. Hajawahi kutoa hata 10. Nikamwambia basi hunaga wewe hela. Ukiambiwa wewe huna. Hivi ni kweli bodaboda hawana hela kiasi hiko? Baadaye nikapata wazo wiki Jumatatu. Nikasema ninavyoamka mimi asubuhi na yeye amke. Maana inavyoonekana anachelewa hata kuamka. Anaweza akaja ile saa 3 usiku nyumbani. Akifika anavocha, anaweka. Namwambia mbona hela ya vocha mwenzangu nayo misa nyingine hata kwenye mtandao siingii. Ananiambia hela ya kula nikose, hata hela ya vocha kujiliwaza mitandaoni nikose. Niangalie vitu nichekecheke moyo wangu uwe na amani. Naambia hela za vocha unazo. Nikikwambia hata 1,000 ya mkate ndani huna. Wewe huna hela. Ukikuta basi imegongana na umenunua na huo umeme wa 7,000 au umeenda sokoni ukanunua nyanya, vitunguu, akanunua na mboga, labda hata utumbo au nyama kwa mwezi akanunua mara moja. Basi ukimshika tu anakuambia mimi nimeshanunua vitu yao. Nikabidi nimwambie. Nilipomwambia mwenzangu kanuna hiyo Jumatatu, nikamwamsha asubuhi kwa nguvu. Ninavyoamka mimi amka tu ndio tuondoke wote. Inawezekana kupati hela, riziki inakuwa mbaya kwa sababu unalala, unaondoka muda umeenda. Hebu tudamke wote tuone mpaka unaingiza shilingi ngapi. Haiwezekani unaondoka labda uondoke hiyo saa 3 asubuhi, ukarudi saa 3 usiku. Unaniambia una nina 2,000 tu hapa atakula sijala. Wewe kila siku. Lakini nikijaribu kushika simu yake akiwa labda anachezea simu akajisahau akaenda chooni. Ukishika simu yake nikaongea na wanawake, sijui nipeleke wapi. Nikaje kugundua tripu sijui zote ni wanawake zake ndo wanakuwa anawapeleka. Kwa hiyo mwisho wa siku hata hela ya mafuta anakuwa ana, kwa sababu hata ukijaribu kuangalia kwenye wallet hamna hela. Napata shida. Nikamwambia, nikaongea naye, ndo mwenzangu akanuna. Alivyonuna nikasema labda nichukue na mimi uamuzi kwamba na mimi nifanye mambo yangu sasa, nisimfuatilie. Ndo hata kula sasa hivi nyumbani hali, ndo hata kutoa sasa hata hela ya umeme na yeye ukimwambia kitu aongei. Yani nikanuna mwanzo mwisho. Tangia Jumatatu ninapokuambia. Mtoto ndo anatutenganisha. Mtoto kalala katikati, mimi nimelala pembeni, yeye amelala pembeni. Nikiamka asubuhi inabidi nimchukue mtoto nimpeleke kwa mtu anayekaa naye dada, na mimi ndo niondoke. Usiku akirudi anatukuta kalala, sijui hata anarudi saa ngapi, maana huwa tunaegesha tu gate. Sijui anarudi saa ngapi. Mimi nimechoka haya maisha, nifanyaje jamani? Maana kama umeniambia watu jaribu kuwa busy na mambo yako, unaona ndo hafanyi kabisa. Ninapoona hizo dalili hata hizo hela hatatoa, kwa sababu mwingine nilihisi akiona nimekaa kimya atachukua hela atanipa shipela alikia shipela. Lakini Jumatatu naona kimya, Jumanne nayo naona kimya. Sijajua leo itakuwaje. Naomba ushauri nifanyaje? Maana nimejaribu kutumia ushauri wa kuongea ananuna, nimejaribu kutumia ushauri wa kuongea na ndugu zake, bado sio kitu, kwa sababu mwisho wa siku wanamtetea, yule ni ndugu yao. Nimejaribu kufanya maendeleo yangu nifanye mimi mwenyewe, ndo yani nafikiri ndo wanaona afadhali kabisa, yani ndo wanajiachia na kuwa huru, kwa sababu simuongereshi chochote, simdai hela ya kitu chochote. Sasa kweli hela yake mimi mpaka niongee naye, mimi mpaka nimwambie nunua kitu fulani, nunua kitu lete, yani swala la hela ni mpaka tunagombana, mpaka watoto wanajua ni mpaka tugombane ndo hela atatoa. Na hela yenyewe ndo atatoa hiyo 2,000, 3,000, hiyo 10,000 yenyewe kuipata ni shida, mpaka uongee kichwa kiume. Sasa mimi nitakuwa mtu wa hivyo kweli? Saa nyingine hata naweza nikapata hela naona mbona kila kitu nafanya mimi, na mimi nikakaa kimya. Kumbe
kumbe saa nyingine hata hiyo hela ingeendeleza kufanya nanilia maendeleo tukaendelea kufanya, lakini kwa sababu naona yeye mbaili, saa nyingine mimi naona bwana, ninaamini niwe mbaili, hela hata niweke akiba account ije wasaidie watoto wangu. Je, nifanyaje kaka, nisaidie hilo.